Wakati nimepata neema hii ya mwaliko wa kufika kushirikiana na watumishi wa Mungu katika jimbo la Kasulu, niliaga wapendwa pale kanisani kwangu, wamewasalimia sana. Lakini mama, watoto, mke wangu amewasalimia. Nafikiri na wengine mnamfahamu, tulikuwa naye sana hapa. Amewasalimia sana. Kanisa la Bwana, pokeeni salamu za mke wangu. Asante sana. Nikupe mwaliko na kukukaribisha kwamba karibu sana, ili tuweze kupata maneno ya Mungu ambayo Bwana ameyaweka ndani ya moyo wangu, ili tukumbushane. Maneno ya Mungu siku zote ni mapya kutoka kwa Mungu, akitusemesha na kutuelekeza, hata kama unaweza kuwa umeitafakari jana au usiku, ukalisoma likajenga maisha yako, likakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Neno halafu kalisikia muda uliopita, ni fadhili za Bwana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anakuwa na kitu anataka kusemesha katika maisha yako, ili akuelekeze na kukuonya na kukutoa kwenye viwango vingine ambavyo yamkini vilikuwa havifai. Anataka kupandisha kwenye viwango vingine ambavyo Bwana anataka akusogeze na kukupeleka mahali ambapo utapokea mafanikio zaidi. Amen. Ndivyo Mungu alivyo siku zote. Anapotusemesha na kutuelekeza kama watoto wake, anakuwa na makusudi na mpango mzuri ulio sahihi. Hivyo karibu sana, tupokee haya Bwana Bwana nisemesha moyoni mwangu, na mimi yatakuwa faida kwako pia tunapokwenda kuyatazama sote katika mchana huu wa leo. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura ya 3 mstari wa 25 au kifungu kile cha 25. Biblia inasema, nisikilize vizuri, angalia kwenye Biblia yako. Biblia inasema, ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Amen. Maneno haya kwenye kifungu hiki cha 25 nataka tuyachangie tunapoendelea kujifunza. Nataka nizungumze maneno haya ambayo nimeyapa kichwa cha somo kinachosema nguvu ya maagano yanayowekwa kati ya mwanadamu na Mungu. Nguvu ya maagano yanayowekwa kati ya mwanadamu na Mungu. Nini ninamaanisha? Mwanadamu kama aliyeumbwa na Mungu, Mungu akamfinyanga kwa mfano wake, akamuweka duniani. Tena wakati ameumba vitu vyote, wakati amemuumba mwanadamu, Mungu akasema imekuwa vema na imependeza. Mwanadamu akamfanya kilele cha uumbaji katika uumbaji wote anaofanya Mungu duniani. Mwanadamu akawa ni kilele cha uumbaji wote, aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ana uwezo wa kuweza kuweka maagano na Mungu, na Mungu ana uwezo wa kuweka maagano na yeye. Agano maana yake nini? Au maagano maana yake ni nini? Nimeyaita namna hii. Wewe unaweza ukiongozwa na Roho wakati mwingine pia unapotafakari wewe mwenyewe, unaweza ukapata maana sahihi zaidi kwa namna Roho wa Bwana atakavyokufunulia. Nimesema maagano au agano ni mkataba au mikataba kati ya Mungu na mtu yanayowekwa kama
mafungamano ya jambo fulani ili lisimame kwa kutendewa kazi kati ya watu waliofanya agano. Lakini pia ni makubaliano ya mtu na Mungu kwa mapatano yale wanayokwenda kufanya kwa jambo fulani ili wafikie mwafaka wa kufanikiwa. Hayo ndiyo maagano, au hilo ni agano. Kwa hiyo mwanadamu anaweza kupatana na Mungu, au mwanadamu anaweza kupatana pia na miungu. Kama anaweza kupatana na Mungu, ipo na miungu unaweza kufanya mapatano naye. Lakini miungu unapopatana nayo, jua ni hasara. Lakini Mungu aliyekuumba kwa mfano wake, ukiweka agano naye, mapatano naye, makubaliano fulani, agano la Mungu na mwanadamu linasimama wakati wote. Linasimama na linakuwa hai wakati wote. Hata kama lile la miungu linaweza kusimama na likawa hai, litakufanya uwe kwenye mateso, uwe kwenye maangamizi, uwe kwenye shida na taabu. Lakini agano la Mungu linapokuwa hai na kusimama wakati wote, linakufanya uendelee kuishi kwenye zile baraka na makubaliano ya Mungu ambayo wewe unaposema na Mungu, haleluya, unapomwambia Mungu na kuzungumza naye, kipo kitu atafanya na ataendelea kufanya. Uhai wa lile agano utathibitika na utasimama wakati wote, kwa sababu Mungu aliye hai ni Mungu wa maagano na ni Mungu aliye karibu na watu wake waliofanya maagano na hasahau agano. Miungu inaweza kupoteza maagano, lakini Mungu hapotezi agano na mtu wake. Simseme amina hapo ulipo. Haleluya. Na huyu ndiye Mungu tunayemwamini, ndiye Mungu tunayemtumikia, ndiye Mungu tunayetembea naye siku zote. Agano la miungu, tena Mungu ametukataza tusifanye, usijaribu kufanya wala kutenda. Katika kitabu kile cha Kutoka 23 mstari wa 32 asema, msifanye maagano na miungu, ni hasara na hii ni taabu. Hata kama wanadamu walioumbwa kwa mfano wa Mungu wanalisoma neno, wanahubiriwa neno, wapo wengine wamefanya maagano na miungu na wamefanya maagano na mambo magumu mabaya katika maisha yao wenyewe bila kujua kwamba kuna hasara. Mungu atusaidie, Mungu atutetee. Agano lolote lina nguvu lilipowekwa, lazima liwe na nguvu lilipowekwa agano lolote. Na agano kwa ujumla huwa linasimama kwa vitu viwili, mambo makuu mawili ili agano lisimame na liwe hai. Kitu cha kwanza katika agano la Mungu na mwanadamu, hata kama umefanya agano na miungu, lazima hivyo vinatokea. Lakini agano ninalokwenda kuzungumza, kwa sababu katika Biblia kuna maagano matatu: agano la mtu na mtu, lakini pia agano la mtu na miungu, lakini pia agano la Mungu na mtu. Na hilo ndilo nitakalo bezi kwake ili nizungumze, kwa sababu ndilo ambalo tunaishi kwalo na linatufanya tufanikiwe, ili tutembee na Mungu, ili tumuone Mungu, ili tumguse Mungu, ili tuinuliwe na Mungu, ili tubarikiwe na Mungu. Hilo ndilo lenye maana katika maisha yetu. Nje na agano hilo hatuna maisha sahihi ya rohoni hata ya mwilini. Si useme amina mtu wa Mungu. Ili agano la Mungu na wanadamu ndilo agano Mungu analikusudia kwako, analikusudia kwangu, kwa kila moja. Maana Mungu anakupenda na hapendi hata mmoja potee, bali kila mtu aifikirie nini? Toba ya kweli iliyoko kwenye neno.
kama watu wametoka nje hawapo ndani. Haleluya. Haleluya. Sikiliza nikwambie kitu. Agano nimesema linakuwa na nguvu wakati wowote linapozingatia vitu viwili, sadaka na damu. Nje ya sadaka kwenye agano, hilo agano halitakamilika. Naomba nisikilize vizuri. Halitakamilika, halitakuwa na uhai wowote, halitaweza kuwa na mafungamano yenye nguvu ili litoe matokeo. Sikiliza, Biblia inasemaje? Inatuambia nini? Inatuambia katika kitabu kile cha Mwanzo, tunapomwona mtu mmoja, tutaona hapo Ibrahimu namna alivyofanya. Lakini kabla ya hapo, nataka ujue, uone hivi vitu vinavyofanya kazi katika maisha. Na wanadamu tumefika mahala ambapo tumepoteza haki zetu, tumepoteza kupata kila ambacho Mungu amekiandaa kwetu, kwa sababu Mungu anachotarajia kwako na kwangu kama sehemu ya uumbaji wake, anahitaji kuona nimeweka nini mbele za Mungu kama maagano au agano, ili Mungu afikishe kile alichokiandaa juu yangu. Mungu ameandaa vitu kwako. Yamkini umeomba kwa muda mrefu, umemwambia Mungu nisaidie hili, Mungu simama katika hili, lakini Mungu amekutazama akakuachia tu, maana anaona bado hujawa wazi na kufunguka ili uweke agano naye. Utanielewa tu tunapoendelea, utanielewa na utafahamu kile ninachozungumza, kwa sababu Mungu ni Mungu siku zote. Hayo maagano, kwa sababu hatuna muda, agano la mtu na mtu na agano la mtu na miungu sitazungumza, lakini nataka niendelee kuzungumza agano sasa, ambalo ndilo agano letu. Na Mungu anatazamia wewe, mimi, sote, ili liwe agano lililosimama na liko hai, ili tunapomwendea Mungu, ili tunaposema na Mungu, ili tunapotatizwa kwa lolote, lile agano lisimame. Fungua katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 1 tusome. Haya maagano mengine yaache, tusome hili agano. Haleluya. Mwanzo 15 mstari wa 1 mpaka mstari wa 18 nitasoma. Biblia inasema, mstari mrefu kidogo. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, atakaye imiliki nyumba yangu ni huyu Eliazeri Mdameski. Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtoto aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Neno la Bwana likamjia likinena, huyu hatakurithi, bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwambia Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua.
Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi sio yake. Watumikia watu wake, watu wale nao watateswa muda wa miaka 400. Hata taifa lile watakao watumikia nitawahukumu baadaye, watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama tanuru ya moshi na mwenge unawaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa wa Frati. Amen. Mto mkubwa Frati. Mungu anatamka maneno. Nataka uone haya maagano, agano la baba yetu wa imani Ibrahimu na Mungu walivyolifanya. Sikiliza, Abrahamu kabla hajaitwa Ibrahimu alikuwa yeye hana mtoto, na Sara wake mke wake waliyeishi miaka mingi hajapata hata ujauzito hata kidogo. Wote walikuwa, Sara alikuwa tasa. Kama Abrahamu alikuwa mgumba sijui, lakini tunaona walikuwa hawana mtoto. Na Ibrahimu na Sara waliomba kwa muda wa kutosha mbele za Mungu. Sasa Mungu anapomwita Abrahamu, anataka sasa akaitende kazi ya Mungu. Abrahamu anapoitwa bado ana uchungu ndani ya moyo. Ule uchungu ni uchungu wa kutokuwa na mwana. Kumbuka alishazaa mtoto kwa Mdameski ambao sio ukoo wa Ibrahimu zaidi aliozaa kwake. Ibrahimu anasikia kwamba hajawa na amani moyoni kwa sababu hajawa na mtoto aliyetoka kwenye viuno vyake. Sasa Mungu anapomtuma na kumwelekeza kitu anachokwenda kukifanya, Ibrahimu anauliza, Mungu, itakuwaje neno hili? Nini kitakacho nionyesha kwamba na kunishahidishia kwamba mimi nitapata hicho kitu ulichosema? Nini kitakachotokea? Nini kitakachokuja kwangu? Nini nifanye? Mungu, tumeanza ule mstari wa kwanza, tumeona namna ambavyo tayari Abrahamu akafanya agano. Maana Mungu anamwambia kwanza, mimi ni agano, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa. Abrahamu akasema, Bwana, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliazeri Mdameski. Yani Abrahamu anamuuliza Mungu swali. Sijajua umepitia changamoto za namna gani na wakati gani ambao umefika mahali mpaka unamuuliza Mungu maswali. Na ni haki yako wewe, ukiwa umeamini, umemtumaini Mungu, ni haki yako kumuuliza maswali ili akupe maelekezo. Akikupa maelekezo ya maswali ulionayo ndani ya moyo wako, alafu kayafuata hilo hitaji ulionalo, hicho unachohitaji, nakwambia utapokea, nakwambia utajibiwa. Ni wewe ufuate maelekezo ya Mungu anayosema na wewe ndani ya moyo. Shida tumeshinda kufikia makubaliano au kupata majibu yetu ya mahitaji ya miaka mingi na muda mrefu. Kwa nini? Tumeshindwa kufuata maelekezo ya Mungu. Na Mungu hayuko mbali, wala Mungu hajajipinga hata siku moja. Yani Mungu ni yule yule jana, leo na
hata milele. Ikiwa Mungu alitembea na mitume na manabii wa zamani, akatenda mambo makubwa, na watu waliomwendea kwa imani walijibiwa na walipokea, ni huyo huyo ambaye leo hii hajabadilika. Anakuhitaji wewe, ananihitaji mimi, ili tumwendee kwa imani, lakini tufuate maelekezo anayotupa, tutajibiwa. Amen. Amen. Tutajibiwa na tutapokea. Mungu hajipingi na hatawahi kujipinga. Anatazama jinsi ulivyo, na namna ambavyo umeshikamana na yeye, na namna ambavyo umejitoa kwake. Yeye analeta majibu. Sikiliza, Abrahamu akafika mahali akasema, tazama hukunipa mtoto katika uzao wangu wa nyumbani mwangu, ambaye ndiye angekuwa mrithi. Neno la Bwana likamjia, huyu hatakurithi. Hayo ni maswali kwanza Ibrahimu anamuuliza Mungu. Mungu anamwambia huyu hawezi kukurithi, huyu hawezi kukurithi. Mungu akampa sasa utaratibu ambao Abrahamu anatakiwa afanye. Sikiliza lile swali mstari wa 8 ambao Abrahamu anamuuliza Mungu, kwamba akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Mungu anamwambia, anampa maagano ya kurithi nchi. Anaona kama kuna ugumu na uzito. Ndivyo wanadamu wengi walivyo. Mungu anakuambia wewe ni tasa au wewe ni mgumba, utapokea mtoto. Mpaka mtu anaanza kuhesabu miaka aliyokaa kwenye ndoa, anasema nimekaa, huu ni mwaka wa 10 sijapata mtoto. Mama anafika mahali anasema, wala hata kichezo kwenye tumbo langu hakijawahi kutokea. Sikiliza nikwambie, nilipokuja hapa mwaka juzi kwenye kongamano la maombi, kuna wakina mama ambao tumeomba nao wako huko vijijini, ambao Mungu amewajibu na ametenda mambo makubwa juu yao. Mpaka sasa wanaendelea kumtukuza Mungu, na wengine wanaendelea kuomba Mungu awajibie kama alivyojibia wale. Halafu nawapa maelekezo. Naona kama umetoka, unielewe vizuri. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Ndipo Mungu akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3, halafu unipatie mbuzi wa miaka 3, halafu unipatie kondoo wa miaka 3, na huwa na njiwa. Ibrahimu alipoambiwa namna hiyo, akatii, akaheshimu, akamwambia, chinja hivyo vitu, halafu weka kwenye madhabahu, usitie moto wangu utashuka wenyewe, utateketeza hiyo sadaka, na itajulikana kwamba ni mimi Mungu nimeipokea ile sadaka, na majibu yako yatakurejelea. Amen. Usitie moto wangu kishuka kutoka mbinguni na kuiteketeza hiyo sadaka, ni mimi Bwana nimekubali sadaka yako. Maana yake Mungu anamwambia, nimepokea agano lako. Sikiliza, Mungu wakati wote na muda wowote ulishaomba na maombi yako alishafika kabisa, alishaona kilio chako. Unataka mtoto, unataka mume, unataka mke, unataka biashara nzuri, unataka kufanikiwa. Uko katikati ya watu wamefanikiwa na wewe hujafanikiwa. Unawaza na kufikiria ni namna gani na wao ufikie matokeo ya wale, lakini kuna vizuizi vingine viko mbele yako, unavyojua na usivyojua. Nini kinachofungua? Nakwambia wanadamu siku hizi tumeshindwa kujua na kuelewa. Tunazidiwa na watu wa nje wa duniani. Unakwambia, ni nani mliwahi kumsikia alienda kwa mganga wa kienyeji bila sadaka? Naomba nisaidie. Hayupo baba mchungaji, na wala hajatokea, na wala hatatokea. Asante. Hayupo. Kwanza atakushangaa yule mwizi, maana yake nimseme mwizi, yule mganga wa kishenzi atakushangaa. Na unapokwenda kule
unapangiwa tena kitu kile cha gharama. Paka watu wameambiwa wakalete kuku mweupe. Hivi uliwahi kuona kuku mweupe duniani? Hayupo kuku mweupe duniani, hata mwekundu hata mweusi. Yale ni manyoya, ila nyama zote ni moja tu. Sijawahi kumuona kuku mweupe hata siku moja. Yale ni manyoya tu, ila kuku mchinji wote wanafanana. Ila umedanganywa, katafute, utamnunua kwa gharama yote kwamba ni mweupe. Akili. Shetani anachoanza anateka fikra zako. Anakamata fikra. Anapokamata fikra, huwezi kupambanua wala huwezi kuelewa. Ila ukipata hiyo neema ya kutiisha fikra zako chini ya Kristo Yesu, haleluya, huyu Kristo Yesu aliyekukomboa, nakwambia hutachanganyikiwa wala hutavurugikiwa, hutaibiwa. Utajua ni naye Mungu aliye hai, utatenda lilo jema tu. Amen. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Usipoteze vitu vyako. Lipo agano la kweli. Ibrahimu akachinja. Alipochinja kaweka kwenye madhabahu. Jua liko hapa, linaendelea kuja. Ibrahimu akatulia na subiri Mungu aje ichukue ile sadaka iteketeze. Wanakuja tai, wanakuja mwewe, ili wale ndege si unajua kwa nyama. Wewe usilete mchezo. Yaani uweke nyama utandaze hapo, zikae hapo. Ni mchana kweupe, mwewe hutajua wametoka wapi, tai hujui, hata kunguru. Hata kunguru wa siku hizo wakali wanakula samaki kule Kigoma mjini, tu wameandika samaki. Ukikaa Mara utakuta kichanja kimeisha. Kichanja cha samaki au dagaa, wale wavuvi wanaoanika kule utakuta vimeisha. Wakati sasa, kama ungekuwepo wakati ule, Ibrahimu alikuwa na kazi, ingawa alikuwa nayo hata wakati huo ilikuwa kubwa. Biblia imesema akaanza kuwa nafukuza ili wasiguse sadaka ya Bwana. Kuna watu wameweka sadaka, wameharibu kwa kuchanganya na vitu vingine mbele za Mungu. Majibu yao yamekawia kuwafikia. Wamevuruga, wameharibu wao wenyewe. Ibrahimu akatulia kwa makini. Anasema tai wakija nafukuza, aina zote za waharibifu wanakuja nafukuza, mpaka jua likachwa, mpaka usingizi ukaja kwa Ibrahimu. Ameilinda ile sadaka yake ya maagano ambayo ameitoa kwa Mungu, ili Mungu athibitishe kwamba alichosema ni sahihi, kwamba mtoto atazaliwa kwenye viuno vyake hata kama ni mkongwe. Yeye na Sara ni wakongwe, wameshajikatia tamaa. Sara ameshakoma kwenye siku zake, na hiyo ndio desturi ya Mungu na utaratibu wa kupata ujauzito. Anasema si kitu kitawezekana hiki, maana taratibu za Mungu zimekoma. Mungu taratibu zake, yeye ni Mungu wa asili na nyakati zote anatengeneza mwenyewe, hajashindwa chochote. Yeye yuko kazini wakati wote na muda wote, ni wewe kubaliane na maelekezo yake, hajashindwa. Usiwe na hofu wala mashaka yoyote. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Yeye yupo. Mungu akasema, mimi niko na wewe Ibrahimu, usiogope wala usihofu. Mimi ni Mungu wako, nitakuwa na wewe. Tena nasema nitakubariki. Kizao cha kwanza, cha tatu na cha nne kitarudi kwenye nchi hii, ila timiza agano. Abrahamu aliposimama na kuendelea kuilinda sadaka, Biblia inasema ndipo Mungu alishuka kwa moto, ukaibeba ile sadaka, ukaiteketeza ile sadaka. Ibrahimu akasema naam. Biblia inasema alianguka, akafunika uso wake ili Bwana atende kazi yake. Akajua hakika huyu ni Mungu aliyesema na mimi. Sikiliza, huwezi kuamini kama ni Mungu amesema na wewe, kwa sababu hujasimama kwenye maagano yake. Ukisimama ukashikamana na yeye, ukamsubiri, atakuja tafanya, na wewe utamtukuza sana, utamtukuza. Ibrahimu, Mungu akaichukua ile sadaka, na alipoichukua
kwamba huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu ambaye amekuja na amefanya vitu vya pekee juu ya maisha yangu na juu yangu. Sikiliza, Mungu aliposema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kile kizazi cha Isaka, kile kizazi cha Yakobo na kizazi kilichoendelea katika Ibrahimu, kwa imani ile ambayo Ibrahimu amefanya agano na Mungu na Mungu amelipokea na amelitii, hakuna kizazi kilichokuwa legelege. Yakobo hata kama alikuwa na desturi ya uongo, alinyang'anya mbaraka wa ndugu yake Esau, lakini kwa ile baraka ya baba yake, ya babu yake Ibrahimu, alifuatiliwa mpaka leo ni Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Siku moja tulikuwa na mhubiri mmoja kutoka Mbeya, alikuwa kiwete. Miaka nyuma akawa anakuja kuhubiri sana pale Mwanga. Alikuwa anaitwa Furaha, kiwete kabisa. Miguu yake alikuwa anakaa namna hii. Lakini alikuja Kigoma kuhubiri akiwa alishapona. Siku moja kwenye mkutano wa injili, wanahubiri injili alivyotushuhudia, akaponywa, akaenda kuombewa na Mungu akamgusa, akamuinua, alafu Mungu akamfanya mwinjilisti mkubwa, akamtumikia Mungu. Siku moja ameolewa, sasa ameolewa Tanga, amerudi Mwanga na tushuhudia. Usiku akiwa amelala, Mungu akasema naye, nataka mtumishi wangu nikutume saa 8 za usiku. Akamwambia amka, na anatakiwa aende mbali ambapo anatembea kuanzia saa 8 hiyo mchana kutwa, anafika jioni na hana usafiri. Kumbe Mungu alimuona baba mmoja. Nataka nikwambie, agano linasimama, linakuwa hai wakati wowote, ili Mungu atimize kusudi la ile agano ndani ya watu wake. Hata kama utakume kwenda mbali na Mungu, Mungu hakusahau, atakugeuza tu. Si kama mnanielewa vizuri? Sijaelewa vizuri kabisa. Sikiliza nikwambie, yule mama kaamka, akamwambia mume wangu, nimesikia sauti imetoka kwa Bwana, niende mahali fulani. Kuna mtu Mungu amenionyesha, simjui na wala sipajui, ila Mungu ameniambia anataka amuokoe kwa sababu ya sadaka alizozitoa. Yeye alikuwa kwenye kile kijiji, anapokea watumishi wa Mungu, anawalaza vizuri, anawahudumia, na alishatangaza kanisani, mimi ndiye ninayewasafirisha wanaporudi. Nakwambia vitu true, sahihi. Ndio agano liloweka na Mungu, na wanajua makanisa ya pale, wakipata mgeni hawasumbuki, hawahangaiki. Kumbe yule baba umefika mwisho, anataka kufa. Ndipo Mungu akamwita huyo dada aliitwa Furaha, akamwambia nataka uende ili umwombee asije akafa akanikosa. Hata kama alikuwa mchafu, amenitumikia mno. Agano lake na mimi nililipokea tangu alipolitamka mbele ya wapakwa mafuta wangu, nami ninakwenda nilitimize ili aweze kupumzika. Kumbuka alikuwa mchafu mno, mtu mbaya mno, mtu aliyefanya mambo mabaya, hakuwa mzuri, ila Mungu ameliheshimu lile agano. Sikiliza, alitembea usiku kucha, akatembea mchana kutwa, amekaribia kijijini jioni. Kumbe yule baba naye pamoja na hayo, Mungu ameshamtokea, anamwambia nataka utubu, uniamini ili uje kwangu.
ana wafanyakazi wengi mahali pale. Ndipo alipowaambia, wanangu njoni, hebu ninyi wawili nendeni kule, kuna mahali mapandia mtafika. Mkifika mtakutana na mwanamke anakuja. Yule mwanamke anapokuja, yeye mwenyewe akawauliza, na kweli wakaenda. Walipofika pale mapanda njia, ndipo wakakutana na yule mama. Akasema, samahani vijana niwaulize, samahani niwaulize. Wakasimama, samahani, kuna mahali naenda sipajui. Kuna mzee mmoja ambao nimeelekezwa katika kijiji, kanaumwa sana na yuko mahututi, anataka kufa. Wale vijana bila kukawia wakasema, naona ni huyo ametutuma tuje hapa kwamba tusubiri mtu na sisi hatumjui, yamkini huyo, hebu twende. Wakaenda. Alipofika, Mungu anamwambia, mtu wangu ndiye huyo hapa. Akamwambia, mtu wangu ndiye huyu hapa. Yule mama kafika, akamshukuru Mungu. Wakati anamshukuru Mungu, yule baba hajaambiwa, aliamuka mapema. Alipoamka kapiga magoti. Alipopiga magoti mbele yake, akasema, niombee sala ya toba. Mungu aliniambia sikwenda katika njia nzuri, naomba niombee. Yule baba akaanguka mbele za Bwana. Alipoanguka mbele za Bwana, ndipo yule dada furaha akaanza kumuongoza sala ya toba. Alipomuongoza sala ya toba, akaomba, akamaliza. Alipomaliza, akamshukuru Mungu. Alipomshukuru Mungu, yule baba karudi akakaa. Alikuwa hawezi kukaa kwa muda, ikabidi alale kwenye kitanda. Kule kulala, ndo moja kwa moja ameondoka na akafariki. Haleluya. Agano, nataka ujue hicho kitu. Kuna vitu tumeshindwa kupokea, mpendwa, ni vyetu, lakini hatujaweka agano la kweli. Sikiliza, Mungu amefanya vitu vya ajabu. Tukisoma katika maandiko, tunaona ile Luka 19. Unaona Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Tena Biblia inamtaja alikuwa mtu mbaya. Kwa nini Mungu wakati wa Yesu Kristo alienda? Ukisoma pale tayari unaona Mungu akasema, kwa nini asingestahili? Watu walimlaumu Yesu, wakaona, wewe kwani unaenda kukaa nyumbani kwa mbaya mchafu, tena mwizi, mtu mbaya, mtu asiyestahili. Yesu ameenda kula naye. Walimlaumu mno, walisikia vibaya mno, lakini Yesu anawajibu pale chini, anawaambia, ninyi mnalaumu msichojua. Mimi nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Itakuwaje juu ya huyu, yani Zakayo, mtu wa kabila ya Ibrahimu, asiokolewe? Bado Mungu analikumbuka lile agano la Ibrahimu, hata katika kizazi cha agano jipya. Sikiliza, wewe baba na mama, unaweza ukaokoa familia yako, nyumba yako, kwa agano ulilofanya. Liwe jema, liwe baya, utaiangamiza nyumba yako na familia yako. Ila wewe huwezi kujua. Uelewi? Na watu wameangamiza familia zao kwa maagano walioweka mabaya. Wengine wameenda kwa waganga wa kishenzi, wamechanjwa chale, damu zimedondoka nchi, na nyembe zile zimedondoka nchi. Tayari umefanya maagano na ardhi ile na ile damu. Nimesema vitu viwili, sadaka na damu, vinatengeneza agano lilo hai. Siku moja nikawa naombea binti mmoja ametoka Ujiji. Ana mapepo mabaya, anateseka, anahangaika mno. Yule binti tukasema naye, nikazungumza naye, nikamweleza, nikamwambia, hebu niweke wazi, usinifiche. Wewe na wazazi wako uliwaonaje? Wazazi waliishije? Walikuwa namna gani katika maisha yao? Ndipo akafunguka, kaeleza kwamba alikuwa waabudu miungu. Anasema, nimejua, nimekumbuka kitu kimoja walichosimika kwenye mlango, lilikuwa kopo leupe.
walikuwa wameweka vitu, tulipolichimba ilikuwa limeshakuwa na udongo, kopo haliozi la plastiki. Tulipolichimba limeshajaa udongo. Anasema waliridhika, kumbe waliweka na limekuwa ni agano. Wazazi walishakufa, ila watoto wako kwenye mateso, hususan hiyo binti. Tukachimbua, tukalitoa, tukalipasua na ule udongo, tukamwagia mafuta na kuchoma moto, tukaomba. Yalipiga kelele, mmetugunduaje? Mmetugunduaje? Maagano, usipojitoa kwenye mafungamano, ukaokoka, ukatoka kwenye maagano yaliyofanywa, unajua haujui. Na kinachokufanya ujue usijue, wewe unapookoka unakuwa mshindi katika Yesu Kristo. Haleluya. Unakuwa mshindi na unakuwa imara na unasimama thabiti bila hofu yoyote. Bila hofu yoyote. Haleluya. Ile hofu inaisha, kila kitu kinaisha. Maana yake umekwenda mahali ambapo ipo nguvu nyingine inayobadilisha mambo, inayotengeneza mambo, inayosimamisha mambo imara kwa ajili ya agano la Mungu na wewe. Ndio Mungu wetu siku zote. Mpendwa, hebu funguka ufahamu na uelewe ili ukutane na Mungu katika maisha yako. Sikiliza, na mara nyingi tumehitaji tutendewe na Mungu vitu vingi sana. Tutendewe na Mungu vitu vingi sana, bila sisi kuonyesha tulichotenda kwa Mungu. Ambacho tunatendewa kwa Mungu, ambacho hatukuonyesha chochote, ni neema ya wokovu. Si kama mnanielewa watu wa Mungu? Wokovu wetu ni kwa neema. Tito sura ya 2 mstari wa 11, Biblia inasema neema iokoe wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Hiyo ndio neema. Baada ya kupata neema na kuingia katika imani ya baba yetu Ibrahimu, inahitaji kuweka maagano tunapohitaji kukutana na Mungu katika mahitaji yetu. Amen. Kweli kabisa. Mimi nina watoto 4. Watoto 4 tu. Sasa si wote wamesoma. Si wote wamesoma. Kweli kabisa. Nikafika mahali nikasema, Mungu, naweka agano, angalau katika watoto wangu 4 awepo mmoja atawa kusoma kabisa. Nikasema haiwezekani. Nafungua ufahamu wangu na akili yangu nijue Mungu. Nikatoa sadaka ya kutosha. Kale katoto nikakanenea maneno kwenye ile sadaka. Nikanena maneno, nikazungumza kwa sadaka niliyoitoa kwa Bwana. Leo hii mtoto anaitwa Neema. Anaitwa Neema. Mwezi wa 7 anamaliza chuo kikuu sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Anamaliza chuo kikuu. Anamaliza chuo kikuu. Nini? Usipofunguka na kuelewa, usipofundishwa ukajua, tumekosa haki zetu kwa sababu ya ujinga na kutokufahamu wa kiakili. Na mtu akikwambia wewe ni mjinga, usiumie. Sio tusi wapendwa, nimesema na kusema. Mtu akikwambia wewe ni mjinga, usisema amenitukana. Mwambie nashukuru, ila niambie ndugu yangu ujinga wangu ni nini. Akikueleza na kukwambia ni hapa, badilisha. Maana ujinga ni kutokuelewa. Ukiambia ukaelewa ukafanya, wewe sio mjinga tena. Tusi ni kuwa mpumbavu. Ni hapo tu. Ila ujinga, hapana. Yaani upumbavu ni kipaji.
ni kipaji kama vile unavyoona ufupi na urefu. Ni kipaji kama unavyoona ufupi na urefu. Mtu akishakuwa mfupi, basi huyo ni mrefu kwenda chini. Akishakuwa mrefu ni mrefu kwenda juu. Hutombadilisha. Ndicho hicho. Lakini ujinga, mwambie nashukuru kunielewesha, nimeelewa, na utafanikiwa, utarudi kumshukuru. Kweli kabisa, utarudi kumshukuru. Wewe wapendwa, tumepoteza haki. Kwa nini Mungu anasema katika Isaya, wanangu njoni tusemezane, tueleze tupate kupewa haki zetu? Zimefichwa wapi? Hizo haki zetu ziko wapi? Nani kachukua? Kuna adui amechukua. Ila kuzifikia, maana hujafunguka, hujaelewa, huwezi kupokea haki yako. Ni mpaka ufunguliwe ufahamu, mpaka uelewe, ujinga utoke. Ukishatoka ndipo tafunguliwa, unaanza kutendea kazi kile ulichoelewa, halafu unapokea haki zako. Amen. Unapokea haki zako na Mungu anafanya na Mungu anatenda. Ndivyo Mungu alivyo. Ukisoma kwenye Agano la Jipya utaona wanawake wengi waliokuwa na mateso na wanaume. Mungu anasema huyu naye ni uzao wa Ibrahimu, lazima tendewe haya. Agano la Ibrahimu linasimama kwetu sisi. Namna agano linavyosimama kwetu, namna agano linavyosimama leo, ukisoma katika Warumi na sura ya 4 mstari wa 17. Nimalizie hapo. Warumi sura ya 4 mstari wa 17. Unaweza kuendelea, nitasoma mstari michache. Anasema kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu. Ayatajaye yale yasiyokuwako kama kwamba yamekuwako. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Mstari wa 18. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa na uzao wako. Amina. Amen. Paulo anawaambia Warumi, watu wenye falsafa na watu wenye elimu, na ilikuwa ni dola wakati ule, anawapeleka kwenye agano la Ibrahimu, kwamba leo limetufikiria sisi katika Yesu Kristo. Tunapoamini ile imani ya baba Ibrahimu inayotokea kwenye agano alilolifanya na Mungu, leo liko kwetu. Haleluya. Liko kwetu kwa kila aaminie. Unapoamini, bado tumesimama kwenye lile agano, na tunapotoa, Mungu anaona namna ambavyo tunaliunga mkono na lina uhai ndani yetu, halafu tunafanikiwa. Huyu ndiye Mungu, habahatishi, wala Mungu hapendi wewe uendelee kuwa hivyo ulivyo. Anapenda ufike mahali uelewe nini anachokufundisha na kukuelekeza, ili upokee haki yako. Haleluya. Unaona, anasema kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Huyo ni Ibrahimu anaambiwa, alikuwa anaambiwa wakati ule, mbele zake yeye aliyemwamini, mbele zake yeye aliyemwamini. Leo katika imani ya baba Ibrahimu, haki zetu zipo, wala hazitapotea, zitarudi, na Mungu atasimama katika maisha yako. Haleluya. Mungu atatenda vitu vya pekee sana katika maisha. Ni wewe tu
useme lile agano la Ibrahimu baba yetu wa imani nami nimelipokea kupitia Kristo Yesu. Ninasimama katika hilo, nami ninajifungamanisha katika hilo mbele za Mungu. Ninatoa hiki, ninasema kwa ajili ya mke wangu, ninasema kwa ajili ya mume wangu, ninasema kwa ajili ya watoto wangu. Ile biashara yangu imefungwa, naona haichanui wala haiongezeki. Ninatoa, ninasema na wewe, tumemwona Mungu ameinua walio wengi, maana umefunguka ufahamu na kuelewa kile Mungu anachowaelekeza kufanya. Kweli kabisa. Kulikuwa na watoto, wale watoto kwenye ile nyumba, kasema sisi watoto wote hata uko wetu walifeli sana mitihani, hakuna mwenye elimu yoyote. Akasema sasa na hawa watoto, mchungaji naomba utuombee. Naomba. Nikamwambia sawa, kuomba sio shida, ila wewe na Mungu mmepatanaje? Ninyi na Mungu mmepatanaje? Nikawaelekeza namna ya kufanya. Leo wanachanua, wako form 6 na wanaendelea. Hapo nilipokuwa Mlole, yupo social worker anatokea Mbeya, alikuwa anashuhudia, anasema uko wetu ilikuwa ni baraha iwezekani. Nilipoingia shule wanilivunja moyo, wakasema wewe rudi tu kachunge zile ng'ombe. Unaenda wapi? Uliwahi kuona nani katika uko wetu aliyefika huku unakotaka wewe? Nenda kachunge zile ng'ombe. Yule mtoto akasema mimi sichungi ng'ombe ng'oo, nataka niende shule. Ule mtoto akajiunga na warokole, akaanza kuomba na kutoa sadaka. Yuko kwenye huduma ya Compassion pale Mlole nilipotoka. Ana degree 2. Ndiye tegemeo kwenye ile familia. Hata kama watu wamekubeza, wamekuona ufai, umeshika hiki hakishikiki, hakiinuki, kinarudi nyuma, lakini shikamana na Mungu, kesho atakukimbilia. Nakwambia kesho atakukimbilia. Hawataamini kama ni yule. Maana Mungu ndivyo Mungu alivyo, anahitaji funguke fahamu ili kutana naye akubariki. Hakuna mahali popote ambapo madirisha mbinguni yanafunguka ili Mungu aone shida yako ni nini, gara zako zilivyo wazi, hamna kitu kama hayafunguliwi na sadaka. Hakuna mahali ambapo madirisha mbinguni yanafunguliwa na kingine tofauti na sadaka. Sijui pastor, madirisha katika Maraki amesema hicho kitu, hebu nitolieni muone. Alafu basa wakati mwingine tumekuwa tunajidanganya na watu wengine wanajidanganya. Tunasema tusimame wote hapa tuombe baraka aliyetoa na ambaye hakutoa. Sikiliza nikwambie mpendwa, wewe ambaye hujatoa, madirisha hujafungua, hizo baraka zitakujaje hujafungua? Wewe uliyetoa umefungua, ni halali yako zile baraka zishuke kwako. Ni maandiko wapendwa. Mahali pengine nilisoma, na wakati mwingine tunafundisha, lakini kama watu wanatuona wanasema hawa wachungaji wanataka hela. Jamani, mimi ni mtu wa mwanga. Kama mtaacha kutoka kwa pastor rafiki yangu Giriad, huyu tumekuwa naye miaka tangu muda mrefu kwenye mambo ya huimba sana, tunafahamiana, tumetumika pamoja sana kwa mambo mengi, Tabora wapi. Ukimbariki huyu, narudia huyu, utaona kitakachotokea kwako. Mungu hatakuja mbele yako ng'oo, ila Mungu amekuletea huyu, umbariki, ndipo utakapobarikiwa. Maneno yapo, maandiko mengi. Nilikuwa na njaa, nilikuwa na nini, na tutamwona Yesu amekuja kulazwa pale mlimani Kabanga, amekwenda kulazwa Kabanga. Subutu hata siku moja utasikia mnatangaziwa hapa Kasulu, nenda mkamuone Yesu, ili utamsikia mtumishi wake, nenda kamuone, kamlishe, kamvika, mhudumie. Hizo ndizo baraka zako wewe sana, ndipo utakapofanikiwa. Ukitoa umefungulia madirisha mbinguni, ndipo unapoombewa
zile baraka zinakuja. Wewe ukisema tunaombea hao waliotoa, Mungu wabariki, wainue, wategemeze, usiwaache, kumbuka kazi zao. Lakini na wale ambao hakutoa wabariki, wainue, baraka zinapita wapi wakati hujafungua na hakuna ulichotoa? Yaani hilo ni maandiko. Mahali pengine anasema tayari. Yaani kwenye ibada tunapokusanyika namna hii, kinachoonyesha uwepo wa watu wa Mungu, hii madhabahu kazi yake ni nini? Hilo sio somo langu, lakini hii madhabahu ina kazi. Unapokuja unaelekeza uso wako na macho yako, unalisikiliza neno na unamwabudu Mungu. Hii madhabahu ni hai, inatoa majibu kwako. Na kitu kinachopokelewa hapa ni sadaka, halafu inatoa majibu. Kama umeingia nyumba, Biblia imesema tusiende mikono mitupu nyumbani mwa nani? Maana yako ukienda mikono mitupu nyumbani mwa Bwana, hutaonekana kwenye ibada. Sio nasikia umekaki. Ameanza kufikiria vingine pastor. Hatuna muda wa kuchambua maandiko. Ningekusomea maandiko. Kweli kabisa. Nenda kwa mganga wa kienyeji bila sadaka, alafu tuone kama utahudumiwa. Tusiende mikono mitupu nyumbani mwa Bwana. Alafu pastor, makanisa yetu watu wamejifariji. Kweli wengine wamekuwa waaminifu kwa 10. Mungu awabariki sana kama wewe ni mwaminifu. Alafu tunakuja hapa, vitunga viko hapa vya sadaka. Alafu kuna sadaka ya shukrani, kuna sadaka ya sadaka, kuna sadaka za ujenzi, kuna sadaka za nini. Alafu mimi nakuja na bahasha yangu, ninadumbukiza tu hapo. Hizi sadaka sitoe. Siku hiyo sijatoa sadaka. Yaani jumbe kuja bila sadaka na hujatoa sadaka. Sikiliza nikwambie kitu. Kwa sababu hiyo 10 ni kodi ya mwenye nayo Mwenyezi Mungu. Ni pesa ya Mwenyezi Mungu katika vile alivyokupa vingi. Umemtolea ile ya Mungu, umrudishie ili azidi kukuona uaminifu na baraka zako zikurejelee. Hiyo ni lazima utoe. Usipotoa ni mwizi, ni jambazi kama majambazi wengine. Utakuwa ile gereza la Bangwe. Gereza la Bangwe. Sasa hiyo ina mwenye nayo. Usipotoa sadaka, shukrani na zingine, hujatoa sadaka pasa. Tuwafundishe. Mimi nimefundisha, nimeelekeza sana. Yaani unaweka bahasha 10 huyo, sadaka zingine kutoa. Umekuja bila sadaka siku hiyo, wewe mwizi. Nataka tufunguke fahamu watu wa Mungu. Kwa sababu kuna mahali tumefungwa na adui. Tumeshindwa kufikia matokeo yetu. Kile ambacho Mungu anataka tukifikie. Tayari ameandaa baraka zetu, lakini shetani ameweka vizuizi, vitu vidogo vidogo kwa kutokujua wakati mwingine. Sasa tunapojulishana, tukaelekezana, tufunguke, utaona hatutakuwa hivi tulivyo. Amen. Amen. Hatutakuwa hivi tulivyo. Tutaendelea mpaka watu watatushangaa. Sisi hatutakopa bali tutakopesha. Tutakopesha. Mungu anafanya lile agano linasimama. Nitake ukumbuke leo na uelewe, ufunguke katika ufahamu, ujue kwamba kumbe Mungu ameniweka katika agano. Na lile agano nimelitunza namna gani, nimeliheshimu na kuliendeleza namna gani, ili nifanikiwe, nisiwe hivi nilivyo. Liwe swali ndani yako, ili Mungu aendelee kutenda katika maisha yetu, ili tuinuliwe na kubarikiwa. Mungu anasema hatutakuwa mikia bali vichwa, hatutakuwa watu wa chini wa juu. Vitu vingi ameahidi, ahadi nyingi, ila kuzifikia tumefungwa. Lazima tufunguke. Sema amina. Lazima tufunguke. Tunapofunguka halafu tunatenda, na tunapotenda tunapokea kwa Bwana, na Bwana anatimiza. Amen. Niombe usimame kwa miguu yako. Hallelujah.
Huyo Mungu ni Mungu wetu. Tunamwona Yakobo anaendelea vizuri, anaendelea vizuri. Mungu amesema vitu vingi kwa sababu ya ile agano zito. Leo nasi ni mzao wa Ibrahimu katika imani, na sisi Mungu ametuagiza tufanye vile alivyofanya. Funika macho yako. Funika macho yako ukiwa umesimama namna hii. Simama mbele za Bwana. Nataka niombe ili Bwana asikie hiki nilichoenda kutoka katika moyo wangu kama alivyokiweka, ili kipate kibali kwako, ili ukifanyie kazi siwe hivyo ulivyo. Funika macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu, wewe ni Baba. Umesema wewe ni Baba wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, unayekibariki na kukiinua kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Wewe unatenda mambo makubwa katika imani ya Ibrahimu, nasi ni watoto wa Ibrahimu katika imani. Unatufundisha na kutuelekeza hata haya machache kwa muda mfupi, maana hatuna muda mwingi wa kuweza kutazama na kuangalia, lakini umetukumbusha haya. Hili ni kanisa lako la FPCT mahali hapa Mlusi. Mungu nawapenda hawa kina baba kwa kina mama, vijana wa kike na wa kiume. Mungu wangu, acha nipambie juu yao, achilia neema juu ya maisha yao, achilia nguvu yako juu ya maisha yao. Naomba
popote ulipo, waza kwenye milango ile, pale wewe unasikia na unaelewa. Haya, kutana na moto wa Yesu, kutana na moto wa Yesu Kristo, kutana na moto wa Yesu Kristo, uangamize asirudi kama ilivyokuja, ipo nguvu ya Mungu inatenda kazi mahali hapa, ipo nguvu ya Mungu inatenda kazi, shakataya rabakataya rabokoria basakata reketekese likoroboria maka yanda basaka. Ndio Baba, shughulika na wana wako, wakombea madhabahu hiyo na majibu, ikatoe majibu katika jina la Yesu, ikatoe majibu katika jina la Yesu, ikatoe majibu juu ya baba yule, ikatoe majibu juu ya mama yule, afunguliwe, awekwe huru, shakataya robo kota yekesekete rakataya rabakoria bakasa yama ndio robo yesaka. Hiyo tembea katika jina la Yesu, tembea katika jina la Yesu, tembea katika jina la Yesu, tembea katika jina la Yesu. Achia moyo wako, simamisha imani yako hapo ulipo. Kuna kitu kinatembea juu yako, katika roho wa roho. Utakuwa kama ulivyokuwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ipo nguvu inatembea juu ya vichwa vyetu, kuna nguvu inatembea. Ndio. Wewe baba funguliwe, wewe kijana funguliwe, sio awe mzima katika jina la Yesu. Roho yako tunasimama. Haya, hapo ulipo, nyanyuka. Wewe unapitia pale ulipoingia. Haya, pita, nenda. Mwingie taratibu, wala msimdhuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wala msimdhuru, asikie amani, asikie huru, awe mzima, maana Yesu hapa kumhudumia kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kazi yako njema. Asante kwa kanisa lako na watu wako. Asante kwa kuwafungua na kuwatenga na kuwainua. Umefanya na umetenda, umejitukuza kama ulivyo Mungu. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, wote tuseme amina. Tukimpigia makofi Yesu Kristo, tukimpa shangwe, heshima na utukufu Baba kwa uwezo wake na ukuu wake na mamlaka yake. Amen. Asante. Ndugu zangu wapendwa, nihitimishe kwa hili. Hayo machache ndio Mungu alikuwa ameweka ndani ya moyo wangu nikushirikishe katika siku ya leo, katika nyumba ya Mungu mahali hapa kama Mungu alivyotuleta. Lakini lengo, tuna changizo letu la jimbo la Kasulu